Unapoenda kwenye Malaki, hazungumuzi katika ombwe. Lugha ya kufungua madirisha sio kuleta hela, ni swala la hazina ya mvua. Na mvua maana yake anatoa maisha. Hiyo ni kidokezo cha kwanza kukusaidia kurudi kidogo reverse. Cha pili, hapa nabii nikupeleke kwenye lugha. Ile lugha anaposema ili mpate kujua ama kuona. Unajua kwenye Kiswahili inaelezea hapo, lakini lugha yake inasema, anapotumia ile neno mkanijaribu asema Bwana. Ukienda kwenye Mwanzo pia 22, Mungu akamjaribu Ibrahimu. Ukienda kwenye kitabu kile cha Yakobo, mtu akijaribiwa asiseme anajaribiwa na Mungu, maana Mungu hamjaribu mtu. Kiswahili kina majaribu tu. Hata darasani wanasema, mwalimu anasema jaribio la kwanza, jaribio la pili, jaribio la... Kiswahili kiko namna hiyo, hakina neno jingine. Angalau Kiingereza wanatumia neno test ama temptation. Na sasa inapokuwa testi, unajua testi maana yake nini? Mpatie mtu kitu cha kufanya afae, ndio inaitwa testi. Mwalimu anapotoa testi kwa mwanafunzi, lengo ni ili mwanafunzi ajue, hivi nimefaa kwenye hii mada, nina uelewa unaohitajika, ili afanye juhudi. Lakini ikishakuwa temptation, maana yake uweka kitu cha kumfanya aanguke. Biblia inaposema Mungu hamjaribu mtu, ni pale ambapo mwanadamu anapoanguka asija akasema ni Mungu ndio alipanga nianguke ili nijifunze. God does not tempt anybody. Lakini ile ya kumtesti Ibrahimu, kutesti hii maana yake ni kwamba anawapa mtihani ili wafae. Maana kuna vitu ambavyo bila Mungu kuwapatia, hiyo Waingereza wanatumia neno exposure, anawa expose, anawafanya waone, kumbe nilidhani niko sawa, kumbe kuna doa hapa, kuna doa hapa. Mungu analazimika kuturuhusu tuone mambo fulani ili kurekebika kabla hatujachelewa. That is testing. Sasa kwenye mara kinaposema mkanijaribu, kwa Kiebrania hayo majina ni maneno hayo ni tofauti kabisa. Inayotumika kwenye mara mkanijaribu sio kwa maana ya kwamba fanyeni ili muone, ila lile neno linamaanisha hivi: thibitisheni ya kwamba ninaishi. Nisikilize vizuri. Prove that I exist. Wale wanaorudisha zaka, manake Mungu amehitaji kwa uaminifu, wametoa sadaka kwa uaminifu, wanathibitisha hivi Mungu wetu yu hai, maana tunatoa katika kile tunachopokea. Amefungua madirisha, amemwaga baraka na amenipatia. Kwa hiyo ninaporudisha, sio kwamba Mungu ana njaa, ila ninathibitisha hivi our God liveth, Mungu wangu anaishi. Sasa kwa sababu ya kutokujua, narudia, wale wanaotumia hiyo Malaki kwa kuwa hawaelewi, Mungu anajua hawaelewi. Kama hao watu wote wa Bwana hao ni waaminifu kwa matoleo, ninaomba watu 2 watatu waje wachukue maiki waseme, kwangu alishagajaza mpaka hakuna nafasi. Njoeni mshike maiki, maana ndio Malaki. Ni nani ambaye kwa kuwa mwaminifu wa zaka na sadaka Mungu alishagajaza mpaka hakuna nafasi? Nyosha mkono. Sasa maana yake nini sasa? Maana yake uelewa wa hiyo Malaki 3 ni nje kabisa tulio nao sisi. Na saa nyingine anayezungumza, unajua Mungu atajaza hapo, mchungaji Semba amekomaa, muulize yeye kama kwake walishagajaza hakuna nafasi. Mambo ya ushirikina tu. Unajua tusidanganyane hapa. Watu wa Mungu wanajikunja uaminifu wa zaka na sadaka, wanasubiri wajaziwe mpaka nafasi hakuna. Yeye huyu mwenyewe anayewaambia mkiwa waaminifu Bwana atajaza, muulizeni kama alishasema Bwana imetosha, kwangu umeshajaza, imetosha Bwana. Kama hakuna,
Ndio maana watu wameacha kuwa waaminifu, akili ya kuambiwa walishachanganya na za kwao, wakaacha kuwa waaminifu, na ni kwa sababu ya mafundisho, matafsiri isiyo sahihi. Ni sawa na mtu anakueleza unakuwa msichana, ukiwa mwaminifu lazima utaolewa. Fungu gani hilo la Biblia ambalo linasema ukiwa mwaminifu lazima uolewe? Binti anakomaa kuwa mwaminifu ili ajaolewe, mwaka mwingine 7, mwisho anasema atakaye kuja huyo. Alafu kinachomkasha tamaa wale ambao anawajua kwamba ni wahuni ndio wanavaa shera. Hii dunia hii, mwisho anasema kile ya kuambiwa. Biblia inasema wewe mwaminifu hata kufa. Haisemi wewe mwaminifu hata uolewe. Hamna. Haijawahi kusema wewe mwaminifu mpaka upate mali. Hamna. Formula ya mali, fanya kazi siku 6. Formula ya mali, maisha yasiyo na anasa. Formula ya mali ni kuwa na maarifa ya hiyo kazi unayoifanya. Yani hakuna mara popote eti unaenda unafunga na kuomba upate mali, eti unarudisha zaka na sadaka upate. Huo ni mchezo wa biko. Biko peleka biko. Hata hao wanaotuhubiria ukiwa mwaminifu wa matoleo baraka zitamwagika, hata kwake yeye ni shahidi. Kiatu kishagaliwa sole kimebentuka, alafu anatuhubiria hapa ukiwa mwaminifu Bwana anajaza. Tuache ushirikina. Haya ni mazingaombwe. Ni sawa na mganga wa kienyeji anataka nikupa dawa ya kupata dhahabu, na mtoto wake wa kuzaa hata rangi ya dhahabu haijui.